Matatizo ambayo yamempata Young D ni matatizo ambayo tumekuwa tukiyaongelea tangu zamani sana, kwamba jaribu kujiepusha kuwa katika vitendo ambavyo vinaweza kukuangusha kwenye tasnia. Mara nyingi vinapotosha wasanii wetu na kuweza kuweka katika position ambayo huwa wanajikuta wanajuta au kupotea kabisa kwenye tasnia. Tuliona umuhimu wa sisi kuweza kuridhia maombi yake ya kuomba msamaha, na kwa kweli alifanya effort kubwa sana kutafuta sisi, kwa sababu sisi tulipomalizana naye tulisema basi bwana, tumejaribu, tumeshindwa, endelea na mambo yako. Na tuseme tu kabla hapo kuna watu wengi walimapproach, kuna watu wengi tulikuwa tunaona wakiwa naye, lakini hatukuwahi kuona mtu yeyote ambaye alijaribu ku step forward kumsaidia kwamba bana tufanye hivi ili tuweze kuamua kutoka huko. Kwa hiyo alipokuja kuomba radhi, na mimi nilisema tangu kwenye interview ile ya Cloud kipindi kile kwamba atakapoomba radhi mimi siwezi kukunja moyo wangu. Mimi ni binadamu na mimi nina matatizo yangu binafsi. Kwa hiyo mimi sina sababu yoyote ya kumngangania mtu kutokumsamehe au kutokuridhia yale ambayo otherwise yalikuwa tofauti. Kwa hiyo tuliona kwamba kwa pamoja kama timu kwamba jamani, hebu tumsaidie. Na kwa kweli kabisa, mimi niseme ukweli, sijawahi kumuona Young D wa hivi tangu nilipofahamiana naye mwanzoni, tangu kipindi alipotoka kwa Alama, tangu miaka 8 iliyopita. Huyu ni Young D tofauti kabisa na yule mnayemjua. Na niwahakikishie kitu kimoja, sio tu discipline, kwa sababu kitu kikubwa ambacho kinamwangusha D kwenye tasnia ni discipline. D sasa hivi anamheshimu hata dada anayemdekia chumba chake, unaelewa? Kwa hiyo nikamwambia kwamba unaweza ukafikiri ni kitu cha utumwa, lakini ndio namna ambavyo ni hulka, ndio namna ambavyo unapaswa kuwa hivi. Karibu mwezi mzima sasa hana access na pombe, hana access na sigara, bangi, madawa, hana access chochote, hana access na ulevi wa aina yoyote ile. Na tulisema kwamba kama ni upepo utaisha kwenye wiki moja, kwa sababu upepo bwana unavuma na ukishavuma unapita. Lakini tumeona kwamba kuna effort ndani yake, na mimi najaribu kila siku tutamkumbusha kwamba kaza hivyo hivyo, shikilia hapo hapo ili uweze kuprove kwamba umebadilika kweli na uko tofauti. Sina mtu yeyote ambaye anaweza nikamlaumu zaidi ya mimi mwenyewe kutokana na mazingira ambayo nimekuwa nikipitia. Unajua watu wengi wafahamu mimi hapa nimetoka wapi, nimelelewa vipi, malezi kifamilia. Yaani kuna wakati ambao naweza nikasema nimeishi sana na watu mtaani. Nimekuwa kama mtu ambaye yani nimezunguka, sikuwa na yale malezi ya karibu ya watu wa karibu labda wa kifamilia, watu ambao hawawezi wakakuona unafanya kitu kibaya wakakuchekea. Marafiki wengi ambao kwa njia moja nyingine leo utasema okay, let's roll. Unajua slow distance na umri pia inakuwa ni kuna asilimia kubwa zaidi ya wewe kushawishika, wewe mwenyewe kushawishika hata kama usipolazimishwa. Inaanza moja, inakuja nyingine, unaanza sigara, unavuta leo itakuwa bangi, kesho sigara, kesho pombe, kesho cocaine. So basically hivyo ni vitu ambavyo mimi kama mimi kwanza ningependa sana kushauri vijana wenzangu kwamba waangalie watu sana ambao wanawazunguka. Yaani ni kama ukiwa unatembea na mwizi, ukitembea na wezi wawili utegemea kuwa mwizi wa tatu. So basically inakuwa inaanzaga hivyo. Ndio maana sababu ya mimi kuwa jitihada kama nilivyoanza kuzungumza awali, yani nimejisaidia mwenyewe kwanza kuji-isolate na watu ambao wangeweza kunirudisha tena kule. Unajua kuchagua hii familia, nikasema hii sehemu salama kabisa, kwa sababu sitakaa na mtu ambaye anafikiria tena kwenye mambo ya kihuni. Unajua nitakaa na watu ambao watakuwa na vision za kimaisha na kuangalia mbali zaidi. Kwa maana hiyo sasa hivi nimezunguka na huyu ni mkurugenzi, huyu ni manager. Mimi nategemea kuwa kutengeneza partnership ya kibiashara. Inamaanisha hapa tunazungumzia tena kampuni, hatuzungumzii tena genge la wauni. Inamaanisha kama kijana ili uweze kufika mbali, angalia watu ambao wamekuzunguka. Watu ambao wamekuzunguka wanaweza wakakutengenezea kesho yako ikawa mbaya sana au nzuri sana. Kwa hiyo mostly inakuwa hivyo ndio vitu ambavyo vinaweza kuwapelekea watu wengi sana kwenye mikumbo ambayo haina maana. Actually mimi sikuwa kama ninavyosema, sikuwa addicted kutokana kama mwaka mmoja hivi, mwaka mmoja na miezi kama 4, kwa sababu ilikuwa ni kipindi tumeanza kuitirafiana na uongozi wa awali. Ilikuwa ni mwaka So kutokukubali kwangu mimi kwenye vyombo vya habari mara zote nikiulizwa ni kutokana na kuwa najitambua.
Unajua kujitambua ni kitu ambacho ni watu wachache sana naweza nikasema wanacho, na inachukua muda sana mpaka ujitambue, ujue kabisa kwamba kwa mimi ninachofanya si mdanganya mtu, najidanganya mwenyewe. Kwa ni kujitambua na kujikana mwenyewe nafsi yako. Whether nani atakuona wewe sio, yani ni hapo ni kwenda kuleta kukataa ile jamii ambao marafiki wale ambao labda walikuwa kwa njia moja au nyingine wanakushawishi wewe ubaki kule. Ni unapojitambua, unapokataa, unapokubali ni kwamba unakataa ile jamii yote na unaamua kuchagua dunia mpya. Sio mtu mmoja, sio na mtu wa kumpoint kidole wala nani, ila ni mimi mwenyewe. Ndio maana nikarudi kuanzia mwanzo, ndio maana hata swala langu la kuamua kuacha ni swali limeanzia mimi kwangu mimi mwenyewe. Nilianza mimi mwenyewe kwa sababu nilivyoanza nilikuwa ni mimi mwenyewe. Hakuna mtu ambaye alikuwa ana uwezo kuniingiza bila mimi mwenyewe kuamua. Inamaanisha ni maamuzi binafsi. Hakuna, yani hivi vitu vyote vinakuwa ni ushawishi tu, lakini ni mimi mwenyewe. Kwa hiyo hamna mtu kumnyoshia kidole, sio mmoja ningesema rafiki fulani no, ila ni mimi mwenyewe. Ndio maana hata napoamua kuacha ni mimi mwenyewe ambaye ni nafsi yangu naikana na kuamua, sio mtu yoyote ambaye